Jina la Bwana libarikiwe, watu wa Mungu. Haleluya. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia kibali cha kuweza kuunganika kati ya mimi na wewe kwa namna kama hii. Ninamshukuru Mungu kwa upendo wake wa ajabu. Shukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya afya ambayo ametupatia mimi na wewe. Maana kama unanisikiliza hivi, una afya njema. Kwa hiyo kwa pamoja tunaunganika kumshukuru Mungu. Sasa jina au kichwa cha somo la leo ni Wagerasi wa karne ya 21. Wagerasi wa karne ya 21. Karne ya 21 ni hiki kipindi. Hii miaka ambayo tunaishi sasa. Yote ipo kwenye karne ya 21. Sasa Wagerasi, tunasema Gerasi ilikuwa ni nchi ambapo Yesu alivyokuja katika pita zake kupeleka injili, wahudumia watu, alipita kwenye hii nchi inaitwa Gerasi, na ilikuwepo ina watu ndani mwake wanaitwa Wagerasi. Alipofika pale, ukisoma kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 5 aya ya 14 hadi kuanzia aya ya kwanza hadi ya 17. Japokuwa mimi nimeandika 14 kwa ajili ya maana hii habari ni ndefu. Kuanzia aya ya kwanza hadi ya 17. Naambia Yesu alipofika kwenye ile nchi ya Wagerasi, akakutana kijana mmoja, mtu mmoja mwenye pepo. Alikuwa na pepo wengi sana. Yaani kundi la mapepo. Ambao alipomuuliza jina lako nani, akamwambia jina langu naitwa Legioni. Kitabu kingine kimesema kwamba naitwa jeshi, maana yake tu wengi, tuko wengi. Na kweli walikuwa wengi. Unaambiwa huyu mtu alikuwa anaishi makaburini. Hamna mtu anamkaribia kwa sababu ilifika tu anafungwa minyororo mizito, lakini anakata yote. Yaani ni kwa namna gani alikuwa na nguvu, kwa sababu alikuwa nao wengi, majeshi wengi ya mapepo. Majeshi ya mapepo wabaya. Hao ndio walikuwa wanampa hizo nguvu za ajabu. Sasa Yesu alivyokaribia anataka kuwatoa wale mapepo, akasema, Bwana, usitutoe ukatutupa kama yani ukatutesa, ukatutupa pasipoeleweka. Tupeleke kwa wale nguruwe. Manake ni pembeni palikuwa na mchungaji anachunga nguruwe, takriban nguruwe kama 2000 hivi. Biblia inasema hivyo 2000. Kwa hiyo wale pepo waliona wale nguruwe. Kumbe pepo anaweza kuona. Kumbe pepo anajua sehemu gani ni salama na sehemu gani sio salama kwake. Yaani mazingira mazuri kwa ajili ya kuishi pepo. Mapepo wanajua na wana mipango kwamba tukitoka hapa kwa huyu mtu tutakwenda kwa mtu fulani, kwa sababu mazingira ya huyu mtu ni mazuri kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo walimpendekezea Yesu kwamba tupeleke kwa wale nguruwe, tuingie mle, tukaishi mle. Manake waliona mle ndio kuna mazingira mazuri kwa ajili ya maisha yao. Mle kuna mazingira, nasema kwamba kumepambwa kwa ajili ya maisha yao. Kumbe kuna baadhi ya watu wanaishi maisha ya mapambo kwa mapepo. Sasa hilo sio somo langu. Tunasema kwamba baadaye Yesu aliwatoa wale mapepo. Alimtoa wale mapepo kwa yule mtu. Baadaye yule mtu akafunguliwa. Sasa wale wachungaji wa nguruwe walivyoona ile tukio kwamba huyu Yesu ametoa pepo kwa huyu mtu, na mtu amekuwa huru, japokuwa alikuwa msumbufu sana katika ile nchi kutokana na wale mapepo wengi. Lakini pia wale wachungaji waliona namna gani pepo zimeingia nguruwe, na nguruwe wakabadilika tabia, wakawa kama yule mtu, wakachanganikiwa mpaka wanaingia baharini, yani hawaelewi wafanye nini. Baada ya kufahamu yale, walitoka wakaenda mjini kwenda kuambia, jamani, kuna mtu huku amekiamsha. Kuna mtu huku anafanya mambo ya ajabu ambayo hatujawahi kuyaona. Yule pepo ambao tuliona amemshikilia yule jamaa kwa kipindi kirefu anamtesa, ametolewa. Lakini jambo la ajabu, nguruwe wetu wameingiliwa na wale pepo. Haleluya. Sasa ukumbuke kwamba niseme iko kitu, lakini baadaye wale watu wa mjini walikuja kuangalia, kumuona huyo mtu wenyewe anasema kwamba ametoa yule pepo, kumuona. Sasa wamefika kuona ni kweli Yesu umetenda, ni kweli umemfungua huyu mtu, alikuwa anateseka na sisi tulikuwa tunamuona, lakini ondoka kwetu, hatukutaki. Sasa hapa ndo kiini cha somo langu. Walimwambia Yesu, hatukutaki, toka. Ukisoma hiyo Injili ya Marko sura ya 5 kuanzia 16, anasema, na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani aliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao.
Yaani umeona namna gani Yesu alivyomfungua yule mtu, wameona matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya pale, lakini bado anasema kwamba Yesu, hatukutaki, ondoka kwetu. Hivi nafikiri hii ni hali ya kawaida? Ukitafakari vitu utagundua Wagerasi, hii aina ya watu ni watu ambao hawaoni, sio rahisi kuona pendo la Mungu. Yaani hata kama Mungu akafanya jambo gani kwenye maisha yao, lakini hawalioni. Lakini pia utagundua hawakuona faida ambayo wataipata wakiwa na Yesu. Yaani ni neema Yesu kuwa kwako, kukutembelea, ni neema kubwa. Ni neema. Ndio maana hata ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 4, yule mama Msamaria alivyotolewa unabii kwa habari ya maisha yake, alienda mjini kusema, jamani, kuna mtu nimeona amesema mambo makubwa ya maisha yangu, huyu mtu pengine ni nabii. Wale watu wa mjini wote wakatoka, wakaja kumuona huyo mtu mwenyewe, wakaja kumuona na walikuja kukiri kwamba wewe kweli ni Yesu, wewe sio wa kawaida. Wakamchukua wakamwambia, usiondoke kwetu Bwana, kaa na sisi. Umeona wale watu walivyokuwa na akili, hawakuwa kama Wagerasi. Walimwambia, Bwana, usiondoke, kaa na sisi. Biblia inatuambia alikaa siku 3 pale Samaria, alikaa siku 3. Na wakati huo, kumbuka, Uyahudi hawachangamani na Wasamaria, lakini alikaa kwa siku 3. Walimpokea. Na ile siku anaondoka, hawakutaka aondoke. Ni Yesu tu alikuwa na ratiba nyingi, bado alikuwa anaendelea kupiga Injili. Yesu anakuambia, chakula changu ni kuyatenda mapenzi ya Bwana aliyenipeleka, aliyenituma. Kwa hiyo kukaa pale kwa Samaria ilikuwa sio kitu. Na kumbuka, Samaria hawakuwa watu wa kawaida, walikuwa na hela mpaka wanaweza kumkalisha mtu siku zote. Leo hii mtu hebu siseme iko kitu, lakini Wasamaria waliona faida ya kukaa na Yesu, tofauti na Wagerasi. Wanamfukuza Bwana, wanamfukuza Mungu, hawataki uwepo wa Mungu. Na usifikiri ni rahisi mtu kukataa uwepo wa Mungu hivi hivi. Lazima kuna shetani. Mahali ambapo hapana Mungu kuna shetani. Ukiona haumtaki huyu Yesu, ndani mwako uone kama Yesu ana sound hivi, unaona kama ni kitu fulani kimetajwa, udini fulani hivi. Unajua kuna mtu akitajwa neno Yesu unaona kabisa imetajwa dini fulani. Hawataki hata kusikia hilo jina. Kumbuka, hili ni jina lipitalo majina yote. Kila goti linapigwa kwa jina hili, na kila ulimi unakiri ya kwamba hili jina ni la Bwana. Huyu Yesu ni Bwana. Sasa mtu akisikia jina la Yesu leo hii ananuna kabisa, hataki hata kulisikia. Huyu mtu dini iko mbele kuliko uzima wake. Haupendi uzima wake, ndio maana hata hili jina hataki kulisikia. Huyu mtu ni Mgerasi wa karne ya 21, maana hataki hata kusikia Yesu. Ni kweli hakuletwa na kundi fulani la watangulizi kwenye hizo karne za 1800. Ndio hakuletwa. Habari zake hazikuletwa na watangulizi wa hizo karne ya miaka 1800. Ni kweli. Lakini sio sababu ya kumkataa. Tazama matendo aliyoyatenda. Wagerasi, licha ya kwamba kuona Yesu amemtoa pepo yule mtu, amemweka huru, lakini kwa sababu tu ya nguruwe, kwa sababu tu ya mali. Sifa ya 3 ya Wagerasi hii, mali wanaipa kipaumbele. Yaani unakuta mtu hela ni mbele kwake kuliko chochote kile, anaangalia hela, aangaliwe. Kumbuka, pesa au mali ikiwa mbele, upendo unakuwa nyuma, upendo unaisha. Sharabasikabadia. Usipoona upendo wa Mungu hauwezi kuwapenda wengine, na watilia shaka Wagerasi kwenye nchi yao. Ni nchi ambayo imejaa uhuni. Kama Yesu ameenda siku moja tu, ametenda jambo moja, waliona muujiza, lakini hawakuamini. Siku moja. Lakini kuna sehemu Yesu alienda siku moja wakampokea kama huko Samaria. Na wasiwasi nchi ya Wagerasi, hata upendo hakuna. Ni watu ambao wanaishi uhuni. Kwa sababu gani? Kama Yesu hayupo, kuna giza hilo eneo. Yaani kama kuna Mungu kuna shetani, hakuna alternative nyingine. Kwa hiyo kwa Wagerasi kulikuwa na shetani. Kwa hiyo tathmini maisha yako mwenyewe. Je, Yesu yupo? Unampenda Yesu? Hata kama hayupo, je, unampenda? Kutokana na fununu ndio zisikia kwa habari ya Yesu, je, upo tayari aje kwenye maisha yako? Ukiona licha ya fununu zote, matendo makuu unayoyaona Yesu anayatenda, na bado haumtaki, jua ndani mwako kuna giza. Na hilo giza linakupeleka kwenye giza.
Nuru haipo ndani mwako, tamani nuru. Usiku umekwenda sasa. Amka, amka, amka ndugu yangu. Usiwe kama Mgerasi. Kuwa kama yule mama Msamaria. Kuwa kama Wasamaria. Yesu anasema kwamba hii miujiza ingetendeka Tiro na Sidoni. Kuna mahali licha Mungu akubariki, Mungu akubariki. Siseme sana, lakini usiwe kama Mgerasi. Hemu ona upendo wa Mungu. Hemu mali usiweke kipaumbele, usiipe kipaumbele. Hawa watu waliona nguruwe ni bora kuliko kuwa na Yesu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen.